بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiendelea kukumbushana baadhi ya makosa yanayofanyika kwa waswaliji tukiwa bado katika mlango wa tahara. Miongoni mwa makosa hayo ni istiqbalu alqiblati au istidbaruha inda qada'i alhaja. Istiqbalu alqiblati, kuelekea kibla, au istidbaruha, au kukipa mgongo kibla, inda qada'i alhaja, wakati wa kukidhi haja. Hii ni kosa wanalitaja wanachuoni miongoni mwa makosa wakati wa kukidhi haja. Limekuja katazo kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi sahihi kama ilivyo katika sahihaini, hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha ataytumul ghaita, mtakapokwenda chooni, fala tastaqbilu qibla, basi msielekee kibla, msikielekee kibla, bighaitin wala bawli, si kwa haja kubwa wala haja ndogo, wala tastadbiruha, wala msikipe mgongo kibla, lakin sharriqu au gharibu, lakini elekeeni mashariki au magharibi. Qala Abu Ayyub, akasema Abu Ayyub radiyallahu anhu, faqadimna Shama, tukaenda Sham. Yani baada ya kuwa Mtume salama amekataza katazo hili, ikatokea katika safari zao wakaenda Sham, na Sham kwa kipindi hicho ni mji wa Manasara wa Kristo, walikuwa wameenea maeneo hayo. Fawajadna marahidha, tukakuta vyoo vile, qad buniyat nahwa al-Kaaba, vyoo vimejengwa kuelekea usawa wa al-Kaaba. Fananharifu anha, tukawa tunapondoka kukiacha kibla kilipo, wakiingia kukidhi haja, kwa kuwa wenyewe Manasara wamejenga vyoo vyao wamevielekeza al-Kaaba. Mtu kukidhi haja utakuwa umeielekea al-Kaaba. Kwa hiyo masahaba wao wakawa wanapinda na kidhi haja. Fananharifu anha, tunapondoka ukiacha kibla, wanastaghfirullah azza wa jalla, tunamtaka msamaha Allah azza wa jalla. Kadhalika hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha jalasa ahadukum lihajatihi, atakapokaa mmoja wenu kwa ajili ya haja yake, fala yastaqbilu alqiblata, basi asikielekee kibla, wala yastadbiruha, wala asikipe mgongo. Hadithi rawahu Muslim. Masala haya ni katika masala ambayo yametofautiana wanawachuoni katika madhahibi mbalimbali na kauli mbalimbali. Amelitaja hili al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari, kadhalika na al-Imam Shawkani katika Nailul Awtar. Na aqwal madhahib, madhhab yenye nguvu katika hili ni yule aliyesema la yajuzu istiqbalu alqiblati wala istidbaruha sawa'an fi as-sahara au fi al-bunyan, haijuzu kuelekea kibla wala kukipa mgongo kibla wakati ukidhi haja, sawa sawa iwe ni as-sahara, katika mawanja na sehemu za wazi, au fi al-bunyan, au katika majengo. Wa anna an-nahya huna litahrim, na kwamba katazo hapa ni la uharamu, ikhilafu iliyopo. Kundi la kwanza la wanachuoni wanaona kwamba haifai kuelekea kibla wala kukipa mgongo wakati wa kukidhi haja, si katika sehemu za wazi wala katika majengo. Na katazo limekuja katika hadithi ni katazo la uharamu, na katika waliotia nguvu msimamo huu ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kadhalika na Imam Ibn al-Qayyim wameutia nguvu msimamo huu. Na madhhabu ya pili
wale wanaosema kwamba annahyu likaraha, katazo ni la makruh, sio la uharamu. Kwa nini? Kwa kupatikana sarifu, kitu chenye kulitoa katazo katika uharamu kuleta katika ukaraha, na hicho kitu chenye ni hadithi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alionekana, hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, anasema Abdullah ibn Umar, raqitu yawman ala baiti Hafsa, nilipanda siku moja juu ya nyumba ya Hafsa. Hafsa bintu Umar, Hafsa mtoto wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, na Abdullah ibn Umar ni dada yake. Kwa siku moja alikwenda kulala kwa dada yake Hafsa ambaye ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faraitu an-nabiyya, anasema Abdullah ibn Umar, nikamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam ala hajatihi, akiwa katika haja yake, anakidhi haja. Ni ule utoto. Abdullah ibn Umar kapanda huku kabuka kule, akamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam anakidhi haja. Alimwona maneno mgongoni kuja juu. Mustaqbila Sham, hali yakuwa ni mwenye kuelekea Sham. Mustadbira al-qibla, hali yakuwa ni mwenye kukipa mgongo kibla. Hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kadhalika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, wanasema naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an nastaqbila al-qibla bibawli, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam sisi kuelekea kibla kwa kukidhi haja ndogo. Faraitu, nikamuona yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam qabla an yukbadha, kabla ya kufishwa, bi'amin, mwaka mmoja, yastakbiluha, anakielekea hicho kibla. Hadithi rawahu ashabu sunani illa an-Nasa'i. Alhasil, hadithi zimekuja inaonyesha Mtume salama amekataza, na kuna hadithi zingine zimekuja kionyesha yeye mwenyewe amefanya, ameelekea kibla au alikipa mgongo. Sasa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala amezifanyia jamu hadithi hizi mbili, kisha akasema sabaqa fi hadithi Abi Ayyub, imetangulia katika hadithi ya Abu Ayyub hiyo tulisoma mwanzo, anna nahya an istiqbali al-qibla, katazo la kuelekea kibla, wastidbariha, na kukipa mgongo kibla, hala qada'i al-haja, katika hali ya ukidhi haja, amu fi al-fada'i wal bunyan, katazo limeenea katika sehemu za wazi na katika majengo. Tumesema idha ataitumul ghaita, mtakapokwenda chooni, fala tastaqbilu al-qibla, msikielekee kibla, bighaitin wala bawl, si kwa haja kubwa wala haja ndogo. Kwa hiyo katazo limeenea sehemu za wazi na katika majengo. Wa hadith ibn Umar, na hadithi hii ya Ibn Umar, yadullu ala jawazi istidbariha fil bunyan, inajulisha juu ya kujuzu kukipa mgongo kibla katika majengo. Fa'alayhi, kwa tuendapo juu ya msimamo huo, tuendapo na hadithi hiyo, yakun mukhassisan liumumi hadithi Abi Ayyub, hadithi ya Ibn Umar inakuwa ni yenye kuhusisha ile umumu, ule kuenea kwa hadithi ya Abi Ayyub. Kwa hadithi ya Abu Ayyub inakuwa ni am fi al-fadha, na hadithi ya Abdullah ibn Umar inakuwa ni khasun fi al-bunyan. Wa yajuzu istidbaru al-qiblati hala qada'i al-haja, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen. Kwa hiyo inajuzu ukipa mgongo kibla wakati ukidhi haja katika majengo. Kwa khilafu ipo katika masala haya, lakini kwa kuwa kama wanavyosema wanachuoni, al-khas muqaddam ala al-am, hadithi ikija ikiwa ni khas basi inatangulizwa kuliko ile am inda taarudhi adh-dhahir. Kwa hiyo pamoja na hivyo, kujuzu kuelekea kibla wakati ukidhi haja mtu akiwa katika majengo, lakini pia tunapata faida ya kwamba mtu akiwa katika sehemu za wazi haruhusiwi kuelekea kibla wala kukipa mgongo, lakini anapokuwa katika majengo, vyoo vilivyojengwa vya majumbani mwetu, vyoo vya misikitini hivi, inajuzu kukipa mgongo kibla. Kadhalika katika makosa yanayofanywa na waswaliji katika mlango wa tahara ni al-i'tiqadu anna salata al-mustajmir bil ahjari ma'a wujudi al-ma'i batila, na kuitakidi ya kwamba swala ya mwenye kustanji kwa mawe
pamoja na kupatikana maji, swala hiyo ni batil, swala imeharibika. Jambo hili linatokana na aljahl wa qillatul ilmi, na uchache wa elimu. Kustanji kwa maji unatosheleza pamoja na kupatikana maji. Yani hapa kuna maji na hapa mawe yapo, umeenda chooni, ima umekidhi haja kubwa au haja ndogo, basi kama ukiamua kutumia mawe yanatosheleza, hata kama maji yapo. Kitakachoshurutishwa tu ni kwamba hayo mawe yatakase pale mahali palipotoka hiyo haja, mawe hayo yatakase. Kwa nini? Kwa kuwa imesihi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akistanji kwa mawe, kama vile ambavyo imesihi pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amestanji kwa maji. Kwa hiyo kuitakidi ya kwamba mwenye kustanji kwa mawe pamoja na maji uwepo, swala yake ni batil, si jambo sawa. Kilichopo ni kwamba mtu akiamua kutoshika na kimoja, basi maji ndiyo bora, kwa kuwa maji yanaondosha athari ya najisi na ile harufu. Lakini mawe inafaa mtu kustanjia pamoja na maji hayo, na akitumia mawe kisha kufuatisha maji ndio bora zaidi kutakasa pale mahali. Kadhalika katika anaotajwa katika makosa ni qada'ul hajati fi tariqi an-nas au dhillihim, mtu kukidhi haja katika njia wanapita watu au kivuli ambacho watu wanakaa. Mtume salama amekataza jambo hili kwa kusema ittaqu al-la'anaini, ogopeni vitu viwili vyenye kuwatia watu katika laana. Ittaqu al-la'anaini, ogopeni vitu viwili vyenye kuwatia watu katika laana, vitu ambavyo vinasababisha watu kulaaniwa. Masahaba wakauliza, wama al-la'anani, vitu gani hivyo ya Rasulullah vinavyowatia watu katika laana? Qal alladhi yatakhalla fi turuqi an-nas, yule ambaye anakidhi haja katika njia za watu, njia wanazopita watu, au fi dhillihim, au katika kivuli chao. Hadithi rawahu Muslim. Mtu akawa anakidhi haja lakini ni katika njia hii watu wanapita, au ni katika kivuli ambacho watu wanakaa, wanapata kivuli, haifai mtu kufanya jambo hili, kwa kuwa ndani yake kuna udhia kwa watu. Jambo lolote linaleta udhia kwa watu, watu wakaudhika kwa hilo, basi ni sababu ya mtu kulaaniwa. Kama hivi ukidhi haja katika njia wanapita watu au katika kivuli. Kwa hiyo hapa ataingia yote yale ambayo mtu anayafanya alafu haya yanawaudhi watu, kutoa makohozi bila ya kufukia sehemu moja. Hapa watu wanapita hapa, na mtu akipita ataudhika kwa hicho unachokifanya wewe, basi hilo litakupelekea katika laana. Kwa hiyo watu watakuwa wajichunge kuna kuwaudhi watu, na hasa ikiwa sehemu za ibada, misikitini, na watu uzoea kutoa makohozi misikitini, kutoa mate. Mtume salama anasema, fa innal malaikata tataadha bima yataadha bihi banu adam, malaika wanaudhika na wanakinyaa, kwa kuwa misikitini ni sehemu ya kuenea malaika. Mtu anapotoa makohozi, toa mate bila kufukia, malaika nao wanaona kinyaa, kama vile ambavyo mwanadamu anaona kinyaa kwa makohozi ya mzee. Mtu anatakiwa ajizuie na yale ambayo yanaudhi watu. Bali Mtume salama alikuta kohozi siku moja mbele ya kibla. Mtume salama akawakataza masahaba, kisha akawaambia kwamba siku ya kiyama mtu atakuja nalo ile kohozi lake alilotema limemganda kwenye paji lake la uso. Yule bwana aliyetema akaenda baadaye akalipangua, akalitoa. Kwa haya ni katika jumla ya makosa ambayo tunafanya katika mlango wa tahara. Tukija inshallah taala tutizama baadhi ya makosa ambayo yanatajwa katika mlango wa tahara. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta